Kichaka cha mapenzi, jicho la siri, sehemu ya pili. Ndiyo jina la hii simulizi iliyoandikwa na mtunzi Dafrazi Story na kusimuliwa kwako nami msimulizi Dafrazi Story. Msikilizaji, simulizi yetu ya kusisimua inaanzia hospitali alipokuwa anauguzwa Nasri. Nasri alipona polepole. Alikaa hospitalini kwa wiki 3 akihitaji uangalizi wa karibu kutokana na jeraha lililoshambuliwa upande wa kushoto wa kifua chake. Kila siku Zuri alikuwa pale, kimya, mtiifu, lakini ndani ya moyo wake kulikuwa na mawingu ya wasiwasi. Mtu aliyempenda hakuwa tu jasusi, alikuwa sasa mtu aliyevunja ahadi ya kutoweka na kurejea akiwa na maumivu yasiyoelezeka. "Kwa nini ukuruhusu nikupeleke nyumbani kwenu?" Zuri aliuliza siku moja walipokuwa wakizungumza usiku kwenye wodi ya wagonjwa waliokuwa kwenye uangalizi maalum. Nasri alimtazama kwa sekunde chache. "Kwa sababu sipo salama," alijibu. "Ukifika karibu na maisha yangu halisi unaweza kuumia. Wale waliotaka kuniua bado hawajafa." Zuri alishtuka. "Walitaka kukuua?" Nasri alitikisa kichwa. "Kuna genge la watu waliojipenyeza katika miradi ya misaada kijijini. Wanatumia misaada kama kisingizio cha kusafirisha bidhaa haramu, dawa za kulevya, silaha. Nilikuwa karibu sana kuwavua nguo, ndipo waliponinasa." Zuri alihisi uoga ukimpanda. "Na unarudi kwao?" Nasri alijibu. "Ndiyo," Nasri alisema, "lakini safari hii siendi peke yangu." Zuri alimpiga jicho. "Una maana gani?" Zuri aliuliza. Nasri alijibu. "Unakumbuka ulivyojitolea hospitalini?" Nasri aliuliza. "Niliwaambia wakubwa wangu kuwa wewe unaweza kukusaidia." Zuri aliduaa. "Mimi? Kwenye kazi ya kijasusi?" Nasri alichukua mkono wake akaushika. "Si kila kazi ya upelelezi ni kupigana risasi. Unahitaji macho ya kweli, moyo wa huruma na ujasiri wa kuhifadhi siri, na wewe unavyo vyote." Baada ya wiki moja, Zuri alipokea barua yenye nembo ya ajabu. Iliandikwa kwa maandishi ya kidiplomasia ikiomba ruhusa yake kuhudhuria mafunzo mafupi ya usalama wa kiraia. Yalikuwa mafunzo ya watu wachache waliopitia ukaguzi wa kina. Aliposaini, alijua maisha yake hayangekuwa yale aliyozoea. Miezi 3 baadaye walikuwa mji wa Mbweni, jirani na mpaka wa nchi nyingine. Zuri na Nasri walikuwa wakiishi kama wanandoa wanaosafiri kwa ajili ya kazi ya afya ya jamii. Kila walipoingia kijijini walikuwa wakifanya uchunguzi wa kina bila kujulikana. Zuri akizungumza na wazee wa vijiji, Nasri akijifanya fundi wa vifaa vya matibabu. Lakini maisha haya mapya hayakuwa rahisi. Usiku mmoja walipokuwa katika nyumba ya kupanga, waligundua wamefuatiliwa. Nasri alitazama kamera ya usalama iliyokuwa imewekwa kwa siri nje ya nyumba. "Tumegunduliwa. Tumevujisha kitu bila kujua." Zuri alihisi tumbo lake likizama. "Lazima tuondoke." Nasri alijibu. "Ndiyo, lakini kabla tujaondoka tunahitaji ushahidi mmoja wa mwisho." Usiku huo walivamia ghala lililokuwa nyuma ya duka la chakula la mji. Zuri alishikilia simu iliyokuwa ikiandikisha video, Nasri akivunja kufuli kwa ustadi. Ndani walikuta magunia ya unga wa mahindi yaliyofichwa vipande vya silaha ndogo ndogo. Ilikuwa njama kubwa sana. Wakati walipoondoka, waligundua hawako peke yao. Gari jeupe lilikuwa likiwafuata kwa mbali. "Wameonekana kila kitu," Nasri alisema. "Wameona kila kitu," Nasri alisema, akiharakisha kumshika Zuri mkono. "Tukikamatwa hawatatuhurumia," Nasri alimwambia Zuri. Gari lilipoanza kuwakaribia, Nasri alikata kona kwa kasi, wakiingia barabara ya vumbi kuelekea kwenye hifadhi ya msitu. Walijificha usiku kucha mpaka asubuhi walipochukuliwa na helikopta ya shirika. Walikuwa salama, lakini maisha yao hayakuwa tena yao. Mwaka mmoja baadaye,
Zuri na Nasri walihamia nchi jirani, wakifanya kazi kwa shirika la kimataifa. Walikuwa wakilindwa, lakini kwa jina bandia. Walikuwa sasa wakitambulika kama Dr. Rehema na Bwana Kasimu. Lakini upendo wao ulikuwa wa kweli. Licha ya magumu yote, walibaki wamoja. Usiku mmoja, Nasri alimvisha Zuri pete ya uchumba, wakisimama juu ya kilima kilichotazama bahari ya Hindi. "Nilikupenda wakati nikiwa kivuli," alisema, "lakini sasa nakupenda kwa mwanga kamili." Zuri tabasamu kwa machozi, "Na mimi nilikupenda hata kabla sijajua jina lako halisi." Kichaka kilichowakutanisha sasa kilikuwa mbali sana, lakini kumbukumbu zake zilibaki mioyoni mwao. Mahali walipojifunza kwa mapenzi ya kweli hukuwa katika giza, lakini hukuwa zaidi katika nuru ya uaminifu. Msikilizaji, hapo ndio mwisho wa simulizi yetu nzuri ya Kichaka cha Mapenzi, Jicho la Siri sehemu ya pili. Ili uweze kufuatilia mkasa huu wa Kichaka cha Mapenzi sehemu ya kwanza na hii ya pili, basi hakikisha una subscribe, kulike, kucomment na kushare katika chaneli hii ya Dafrazi Stories. Ungana nami katika simulizi ijayo ya Kichaka cha Mapenzi sehemu ya 3. Asante.